safi zaidi au. Sana pale tukikurupuka tena jamaa ta mind, si unajua. Unaona? Sha mind tayari hivyo tunakuwa tumeharibu kila kitu. Utatengeneza picha mbovu kwa sababu si unajua mazingira yule mshikaji wetu kwanza ana hasira sana. Namjua. Kwa hiyo ukimfikishia hizo taarifa unaweza kukatokea kitu kibaya, mwisho wa siku sisi tukaonekana wote si hatuna akili. Kweli kabisa. Kwa hiyo hilo kwanza likaushie. Basi na noma. Nashukuru kuja hapa nini. Basi wewe poa. Mimi nipita nikwambie hivyo. Maana mazingira fulani hivi niko nashuka. Hamna noma. Haina noma. Fresh mwanangu. Alafu ule jamako usiwaze mimi na tamleta. Fanya hivyo mwanangu, anazingua mshikaji wangu. Mambo vipi? Fresh, niambie. Kama kaa. Safi man. Fresh. Vipi za siku? Fresh mwanangu. Naona harakati. Unajua jua kali. Baraka. Ni afadhali nilivyokuona. Hivi vitu gani unavyofanya sasa hivi? Kitu gani mzee? Mbona sielewi? Hivi wewe kutembea na shemeji yetu? Kuna tatizo gani mimi kutembea na shemeji yenu? Sina maana kwamba unatembea na mke wako. Ila jinsi unavyomaanisha wewe. Wewe unatembea na mke wa rafiki yetu. Rafiki yetu? Rafiki yupi? Shamba, hebu nyosha, sisi ni watu wazima, acha kupinda pinda. Rafiki ni yupi wewe, nyosha. Baraka. Unajisaulisha? Unajifanya ujui. Wewe si unatembea na mke wa bwana Mbavu wewe? Shamba. Kwanza nitake radhi ndugu yako. Hivi mimi unavyonijua niende kutembea na mke wa rafiki yetu Mbavu? Kweli? Ni kitu ambacho hakiwezekani na siwezi kufanya hivyo mimi. Baraka. Kila unachokifanya nakijua. Hakuna unachokifanya mimi nisikijue. Emfikiria Baraka. Umenielewa? Alafu, kwa nini umfanyie rafiki yetu? Wakati unajua fika, yule ni rafiki yetu, tupo naye. Fikiria kwa makini. Endapo kama akijua mke wako, utaweka wapi sura yako wewe? Shamba. Cha kwanza tambua, mimi na familia na nina mke na unalijua. Mke wangu unamjua vizuri. Hivi leo hii mke wangu anasikia kwamba mimi natembea na mke wa rafiki yetu. Hivi unafikiria yeye atanionaje? Bro, vitu vingine ukitaka kuongea, fikiria. Hauna ushahidi wowote. Hauna kitu chochote ambacho kinaonyesha kwamba mimi natembea na mke wa rafiki yetu. Kwa vitu vingine fikiria mara mbili. Baraka. Hicho unachokifanya kitakugharimu. Dalili ya mvua ni mawingu. Sawa. Nasubiri nyeshe. Shoga zanguni, sogeni kwanza hapa kwenye dini, maana jua kali. Habari zenu?
Kwema za wewe? Yupo. Vipi nacho kibegi shogangu? Unajua tena. Natoka zangu huko Sakina. Naelekea zangu huko tena. Mnakumbuka shoga zangu ni siku mmekuja pale kuniletea ombea. Kwa sijui Monica na kana mwanaume sijui Baraka. Huyo Baraka mwenyewe mnamjua kwani? Huyo Baraka shoga yangu ni Baraka wa shoga. We. Sasa huyo shoga yenu mnamwona kapata. Anatembea na mtu kamweka ndani. Huyo mtu alimweka ndani shoga zangu ni mume wa rafiki yangu. Dada naye mbea. Na sio kidogo. Juzi kati hapa nimetoka hapa shoga yangu mdogo naenda kwa mdogo wangu Monica. Nimetoka hapa mguu mosi mguu pili. Moja kwa moja mpaka kwa Monica. Shoga yangu na sijafika kwa Monica mlango ule pale shoga yangu. Namuona huyo Baraka. Hatari. Nakwambia kapiga kanga moja. Unajua kanga moja? Shoga kanga moja. Katoka zake pale nakwambia anaingia ndani pale nashanga. Nikajua labda ni macho yangu ayonizukia nikifikiri sema nikakaja tena kusema ni yule yule shoga. Kainama kabisa. Dada naye kuambia umebarikiwa. Mimi tena shoga zangu. Wewe hata nashinda kulifuka tu lakini ubuyu ndio huo. Sasa nakwambia kaya kanyaga. Shoga yangu Mavimba. Sijui nimfikishie sio nisimwambie maana. Sasa kwa shamba huko sasa. Kajitupa shamba nyana tabo abana. Kakaa kusupa kwa babake sio na mamake mwenyewe anajishaua. Anakaaje mbali huku analiwa. Mwenzangu kama hapo. Sasa namwambia atajua mwenyewe. Sema hapa nitamwambia. Si unajua tena fiji yangu aligandisha. Una baya kwa hiyo. Nisije nikapata vidonda vya tumbo. Namwambia tuzidi atajua mwenyewe anataka kusimia. Huko alikuwa anataka kuanguka atajua lakini habari lazima nifikishie. Najua akishasikia na watu wengine anasema shoga yangu kumbe alikuwa anajua sasa mimi sitaki kunilaumu. Kana dukudu Sasa. Ataposikia kwa watu kumbe na shoga yangu aliniambia kumbe shoga yangu ulichosema ni kweli. Sasa nikimwambia watu atasema ame. Sasa nikishamfikishia kama nimemwona kwa macho yangu. Kumbe shoga yangu ni kweli. Ombea tu umebarikiwa. Ombea naye unaweza. Mimi tena. Kumekucha. Niache nenda kubeba mengi labda nikipata nitawalefikishieni. Naona uko kwenye harakati. Unatoka wapi? Natoka nyumbani. Okay. Sasa shemeji. Mimi bwana nina taarifa zako. Taarifa gani tunasema? Kuna jambo unalifanya. Jambo gani tunasema? Unatembea na rafiki wa mume wako. Rafiki wa mume wangu? Mbona zito? Usitake kukataa. Naongea hivi nikiwa na akili timamu na ninajua ninachokifanya. Umenielewa? Ulichokifanya kina uthibitisho wa picha, sio maneno. Picha zako zipo. Ukiwa wewe na huyo mwenzi wako mnafanya upuuzi. Sikia nikwambie, wewe unatembea na Baraka. Shemeji, nakupa onyo. Kwa sababu mimi nalinda heshima yako na kwa sababu nakupenda sana shemeji yangu. Na nakwambia haya shemeji kwa heshima yako. Vinginevyo ingekuwa hapa mtaani kote zishaenea taarifa zako. Taarifa zako zipo. Mimi ndo niliwazima yote mpaka kufikia hivi. Vinginevyo sijui ingekuwa.
Shemeji, na kuomba chonde, achana na hizo habari. Umenielewa? Achana na hizo habari kabisa. Angalia mme wako, jiulize wapi mmetoka, wapi mlipo. Kwa nini unamfanyia haya? Kwa nini unamdhalilisha mme wako? Tena unatembea na rafiki yake, shemeji yako. Shemeji, unatudhalilisha sisi. Fikiria kwa makini. Umenielewa shemeji? Sawa. Nakupa honyo. Hii ni mara ya mwisho, kwa sababu sijawahi kusikia huu upuuzi, na ndio maana nafumbia. Umenielewa? Hili ni honyo. Endapo kama utaendelea, kila kitu kitakuwaza. Jiangalie. Sawa shemeji. Sawa shemeji? Sawa. Haya. Shoga yangu, mbona umepoa? Sikuelewi. Toka nimefika hapa, unichangamkie. Au shemeji ndo hajarudi? Shoga yangu na mawazo. Tangu nilivyomwambia Baraka kama na mimba yake, kila nikimpigia simu haipatikaniki, na nikitumia message hivyo ripoti ya simu. Na kama unavyojua hivi nilikuwa na hali yangu hivi. Kwa ukipiga simu hapatikaniki, ukituma message ndivyo. Hawana matatizo. Labda si unajua yule mtu wa kazi shoga yangu. Kwa hiyo inawezekana kuna nyingi yetu imetokea. Inawezekana kuna kazi ambayo anaifanya. Atarudi. sawa. Sio mnyonge bwana, cheka kidogo. Mimi nimekuja kwako ili tuje kucheka. Takonda kaza sana. Atarudi tu. Sawa. Hapa nimekuja kwako tuje kucheka. Sio unajishika mashavu. Sipendi. Ndio cheke sasa. Sio haya sawa. Ndio hivyo shoga yangu. Siwaze. Samahani. Napoweza mtaa kwa Ndume. Dada, salamu kwanza. Hata salamu kutupa unarudia mtaa. Nimesahau moja. Ndio napoweza kwa Ndume. Sasa kwa Ndume ndo wapi? Mitaa mitatu kutoka hapa ndo kwa Ndume dadangu. Ulizia kwa Ndume. Kwanza ulikuwa unaenda wapi? Kwa Ndume. Sasa kwa Ndume sio huku dadangu. Kwa Ndume huku. Sema ngoja nikuelekeze. Mitaa mitatu kutoka hapa, bali kidogo kuna kipande. Ila ngoja nikuelekeze. Umeona hii barabara uliotoka nayo? Unanyosha. Fika mbele kuna kibango. Hiyo kibango unakipita. Unaenda. Fika mbele tena unakutana na mtaa. Una njia pacha hii. Moja imeenda huku, nyingine imeenda. Wewe unanyoosha tu usikunje popote. Fika mbele sasa ndo mtaa wa tatu. Ukimwona tu mtu unamuulizia kwa Ndume, atakuonyesha. Sawa, asante. Haya basi dadangu. Poa.
Sasa mama. Bila samani. Nilikuwa muuliza mwaka mmoja ulipomuita Baraka mrefu kidogo na ndevu fulani hivi. Nampata. Aishi mbali sana. Umeona kwenye ikoni? Ukimaliza ikoni ya kwanza, utakutana na kona ya pili hapo mbele. Si umeelewa? Ukitangia kona ya pili, utanyosha. Sawa? Pale mbele utakutana na nyumba. Ile nyumba kuna sisi utakuta anachoma miogo hapa pembeni. Wewe muulizie Baraka anaishi wapi? Sawa? Pale pale majibu utapata, utaonyesha tuko pale mbele. Yaani ukizungukia tu pale pale unapoishi Baraka. Poa, asante. Wala hamna shida. Sipali kile mwana. Odi. 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 Asante. Salama. Bila samani. Na mwenzangu pamoja anaitwa Baraka. Nimeulizia kwa mwenyekiti na Baraka. Kasha ama. Amema.